Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha roho yangu. Ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu, mikono yangu nainua juu, mikono yangu nainua juu. Ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu, mikono yangu nainua juu, mikono yangu nainua juu. Ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu, mikono yangu nainua juu, mikono yangu nainua juu. Ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi karibu tena katika siku nyingine tena iliyompendeza Mungu. Leo ikiwa ni siku ya 3 ya mfululizo wa masomo ambayo tulianza ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na siku ya leo tutaendelea tulipoishia katika episoda ya 2. Kama haujapata nafasi ya kuweza kusikiliza masomo haya, nikuombe na nikushauri ingia katika akaunti yangu ya Lango la Sifa Daima. Unaweza ukaingia hapo, ukalike, ukasubscribe, lakini utapata mfululizo wa masomo kuanzia somo la kwanza, somo la pili, pamoja na mfululizo wa somo hili la 3. Na semina hii sana inahusiana na habari ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kumsifu na kumwabudu Mungu. Na tulianza siku ya kwanza kwa kuweka msingi, kuona nini maana ya lango, lakini pia siku ya pili tulijifunza maana ya lango la sifa. Maana ya lango la sifa. Na siku ya leo tutakuwa na somo linalosema kusifu na kuabudu, ibada kamili mbele za Mungu. Kumsifu na kumwabudu Mungu ni ibada kamili. Moja kati ya changamoto kubwa ambazo nimekuwa nikikutana nazo ni pale kukutana na watu wa huduma kusifu na kuabudu pasipo kuelewa kwamba swala la kumsifu na kumwabudu Mungu ni ibada kamili mbele za Mungu. Kwa hiyo katika episoda ya 3 tutajifunza nini maana ya ibada, lakini tutajifunza kwa nini tunasema kumsifu na kumwabudu Mungu ni ibada kamili mbele zake. Lakini pia tutapata wasaa wa kujifunza mambo yatakayokusaidia kuweza kukutana na uwepo wa Mungu unapoingia katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo nikuombe sana usitoke katika channel hii, pata nafasi ya kuweza kusikiliza, lakini pia pata nafasi ya kuweza kujifunza mambo ya msingi yatakayokusaidia katika huduma yako ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Sasa nini maana ya ibada? Nini maana ya ibada? Siko maana kadha wa kadha, lakini binafsi nimechagua maana ambayo tutatembea nayo katika siku ya leo. Nimesema ibada ni kile unachokifanya kwa lengo la kukuunganisha na ulimwengu wa roho, iwe upande wa Mungu aliye hai au upande wa miungu, ili kuweza kupata msaada wa mahitaji ulio nayo. Ibada ni kile unachokifanya ambacho kinakusaidia kuweza kukuunganisha na ulimwengu wa roho, ili ukutane, ama iwe ni upande wa Mungu au upande wa miungu, lakini hasa kuweza kupata msaada wa mahitaji tulio nayo.
Na hii ni maana nzuri sana ya ibada itakayotusaidia tunapojifunza somo linalosema kusifu na kuabudu ni ibada kamili mbele za Mungu. Kwa hiyo tunaposikia neno ibada, ni kile ambacho unakifanya ambacho kinalenga kukuunganisha wewe na ulimwengu wa roho ili uweze kupata msaada wa mahitaji ulio nayo. Kama ibada haikusaidii kupata msaada wa mahitaji ulio nayo, bado hiyo haijafanyika kuwa ibada. Na ndio maana kwa sisi ambao ni Wakristo, siku ya Jumapili tunaamka tunasema tunaenda kwenye ibada, tunaenda kusali, tunaenda kwenye ibada. Kwa nini tunaenda kwenye ibada? Ili kuweza kupata msaada wa mahitaji tulio nayo. Kwa hiyo ibada inakusaidia kukuunganisha, inakuleta karibu na huyo Mungu ili uweze kupata msaada wa yale ambayo unayahitaji. Lakini ibada ni neno pana sana. Kuna watu ambao wanafanya ibada kwa Mungu, lakini kuna watu ambao wanafanya ibada pia kwa miungu. Kwa mfano, watu ambao wamewahi kwenda kwa waganga kienyeji, hata wewe ambao unanisikiliza kama umewahi kwenda kwa mganga kienyeji, hawezi kukueleza matatizo yako tu moja kwa moja. Kuna ibada ambayo anaifanya ambayo yeye inampa access katika ulimwengu wa roho kuweza kuwasiliana na miungu, kujua shida ni nini ili aweze kukusaidia wewe ambaye umeenda. Kadhalika sisi ambao tuko kwa Mungu, tunapozungumzia swala la ibada ni kile ambacho tunakifanya ili kuweza kupata connection katika ulimwengu wa roho ambayo inatusaidia sisi kuweza kupata mahitaji tulio nayo. Kwa hiyo swala la kumsifu na kumwabudu Mungu ni ibada kamili. Wengi wamekuwa na mitazamo tofauti. Wengine wanachukulia ni sehemu ya kutumbuiza, wengine wanachukulia ni sehemu tu ya kuimba, wengine wanasema ni waburudishaji. Lakini angalau somo hili likusaidie kuweza kuelewa kwamba si swala la kuburudishwa, si swala la kufurahishwa, si swala la kutumbuiza. Hii ni ibada kamili mbele za Mungu, na haiwezi kuwa na matokeo mpaka umeichukua kama ibada. Haiwezi kuwa na matokeo. Kwa hiyo unaweza ukalalamika, mbona sipati matokeo? Shida haiko kwenye matokeo. Shida ni kwamba umeichukulia vipi hilo eneo la kumsifu na kumwabudu Mungu. Ukitembea nalo kama ibada kamili, lazima litakupa matokeo. Lakini ukichukulia kama sehemu ya uimbaji, ukichukulia ni kama sehemu ya kuwaburudisha watu, ukichukulia kama sehemu ya kuwafurahisha watu, uwe na uhakika hauwezi kupata matokeo katika hilo eneo. Kwa nini? Kwa sababu haliwezi kukufanya uunganike katika ulimwengu wa roho. Tambua, somo ambalo tunatembea nalo linazungumzia kwa habari ya lango la sifa. Lango la sifa. Na nilieleza katika episode ya pili, hiyo ambayo iko hapo juu, nilisema nini maana ya lango la sifa. Nilisema ni eneo lililoko katika ulimwengu wa roho linalotusaidia kuweza kumwabudu, kumsifu na kumwabudu Mungu. Hili eneo liko katika ulimwengu wa roho linalotusaidia kuweza kupata ule uwepo, kuaccess uwepo wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ni kama sehemu ambayo inatusaidia sisi kuweza kupata channel, nasema channel au channel ya kuweza kumsifu na kumwabudu nani? Mungu. Kwa hiyo swala la ibada lenyewe kazi yake ni kukufanya ukutane na huo uwepo. Kwa hiyo ibada ni kile unachokifanya ili kukusaidia wewe kuweza kukutana na hitaji unalolihitaji katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hii ni maana ibada. Zinaweza zikawepo maana kadha wa kadha, lakini nimependa kuitumia hii maana itusaidie kule tunapoelekea. Lakini maana ya pili itakayotusaidia ni hii. Tunapozungumzia ibada, tunasema ni kitendo chochote kinachofanywa kwa unyenyekevu wa hali ya juu, utii, heshima na shukrani. Kwa hiyo kumbe kwenye ibada kuna mambo makuu matatu. Cha kwanza kuna heshima, cha pili kuna unyenyekevu na utii, lakini pia jambo la tatu kuna shukrani inayotolewa katika nini? Katika hiyo ibada. Ndio maana watu wanapoenda Jumapili kanisani kwenye ibada hawaendi mikono mitupu, wanabeba sadaka ya kumshukuru Mungu. Kwa nini? Ibada yoyote lazima ikuhusishe na moyo wa shukrani. Kwa hiyo tunapoanza kujifunza kwa habari ya kumsifu na kumwabudu Mungu kama ibada kamili, lazima haya mambo matatu yawepo ndani yake. Jambo la kwanza, unyenyekevu kwa yule ambaye anafanyia ibada, utii lakini na heshima, lakini jambo la tatu ni shukrani. Shukrani ni ile hali ya kutambua uwepo au uhusika wa kile ambacho kimekufanya wewe ukaweza kuifanya hiyo ibada. Na ndio maana hata kama wewe umewahi kwenda kwa mganga au kuwahi kwenda mikono mitupu, lazima umebeba kitu, kama ni jogoo, beba mbuzi, au umebeba fedha kama sehemu ya shukrani, lakini kama sehemu ya malipo. Kwa hiyo kumbe ibada lazima ihusishwe na kitu kinachoitwa shukrani. Sasa neno ambalo litatuongoza katika kipindi cha leo linatoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 11 mpaka sura ya 5 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Nyakati wa Pili
sura ya 5 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Kuna ibada tutaiona ambayo ilifanyika mahali hapa, na tutajifunza mambo kadhaa yatakayoweza kukusaidia wewe pamoja na mimi weza kukutana na Mungu tunapomfanyia ibada ya kumsifu na kumwabudu. Na ukisoma neno la Mungu linasema, ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote waliokuwapo walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzishika dhambi zao. Tena Walawi waimbaji wote pia, yaani Asaf na Heman na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Mstari wa 13. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama moja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Mstari wa 14. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Bwana imejaa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo hili neno ukilisoma, unaona hiki kipande kinaeleza kwa habari ya ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, ambayo ibada ilihusisha makuhani, ilihusisha Walawi waimbaji, ilihusisha wanamuziki, lakini pia ile audience iliyokuwepo. Kwa hiyo kuna makundi kama 4 ambayo yanaelezwa katika ile eneo. Kundi la kwanza ni makuhani, kundi la pili Walawi waimbaji, kundi la 3 wanamuziki, lakini kundi la 4 ni ile audience iliyokuwa inawazunguka. Lakini kitu unachotaka ukione ni kwenye mstari wa 14, anasema hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejawa utukufu wa Bwana. Huu utukufu uliletwa na ibada ipi? Ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la kumsifu na kumwabudu Mungu, sio kitu cha kumfurahisha mtu, wala sio kitu cha kumpendezesha mtu, wala sio kitu cha kufanya mwingine afurahi. Tunafanya kitu ambacho ni ibada. Manake tunapoingia kwenye swala la kumsifu na kumwabudu Mungu, tunaingia kwenye muunganiko wa kiroho katika lango la sifa, kuweza kumsifu na kumwabudu Mungu na kupata matokeo. Unapozungumzia swala la ibada lote, lazima libebe matokeo. Kama hilo swala halijabeba matokeo, limepoteza maana ya ibada, limepoteza maana ya ibada. Kwa hiyo natamani sana unapojifunza uelewe na ufahamu kwamba swala la kumsifu na kumwabudu Mungu ni swala la ibada kamili. Sasa yako mambo 5 nitakayoyaeleza. Haya mambo yatakusaidia sana unapomfanyia Mungu ibada ya kumsifu na kumwabudu uweze kupata matokeo. Mambo 5 yatakayokusaidia kukutana na Mungu unapomfanyia ibada ya kumsifu na kumwabudu. Sasa sio lazima iwe kwenye mkutano au iwe kwenye fellowship au sehemu yoyote. Maanake hata ukiwa chumbani kwako bado unaweza ukaifanya kama ibada. Bado ukiwa kwenye gari unaweza ukaifanya kama ibada. Bado ukiwa nyumbani unaweza ukaifanya kama ibada. Popote pale ulipo, uko ofisini, bado unaweza ukaifanya hii kama ibada na ukapata matokeo ndani yake. Jambo la kwanza ni kujitakasa binafsi. Kabla ya kumfanyia Mungu ibada ya kumsifu na kumwabudu, jambo la kwanza na la muhimu ni kujitakasa, kufanya toba binafsi. Watu wengi wanaona kwamba pengine kwa sababu tukitoka nyumbani tumeshafanya toba, tumeshamaliza. Hapana. Lakini sehemu yoyote unapoenda, jifunze kuwa ni mtu wa toba binafsi. Jifunze kuwa ni mtu wa kujitakasa, kwa sababu Mungu hapendezi na wenye dhambi, na dhambi ni uasi. Sasa pata picha, unaingia kwenye ibada kumsifu na kumwabudu Mungu na haujajitakasa. Una chuki na watu, umebeba vinyongo, una hasira na watu, kila mtu unamchukia. Kama yuko kwenye timu ya praise, unakuta labda sauti ya kwanza anamchukia sauti ya pili, sauti ya pili anamchukia sauti ya tatu, au wapiga vyombo wanachukiana, alafu wanaingia kwenye ibada na wanataka wapate matokeo. Ni kitu ambacho hakiwezekani mbele za Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunapokuja kwenye ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, ni lazima kila mmoja binafsi ajitakase. Alafu tunapokutana tunakuwa na ule utakaso wa pamoja kama timu au kama huduma kabla ya kuingia kwenye hiyo ibada. Kwa hiyo lazima iwe na maandalizi. Na ndio maana kwa mfano siku ya Jumapili unapoamka kwenda kanisani, au kurupuki tu kwamba umelala umeamka tayari unaenda kanisani. Lazima una maandalizi binafsi. Cha kwanza unaandaa nguo ya kuvaa kesho, unaandaa sadaka ya kuchukua.